mambo Mungu ametenda toka mke wangu aliponileta kwenye madhabahu hii. Mama ndiye amekuleta. Alinileta mama. Ongezeni makofi kwa mama wanaoleta waume zao. Wale wamama walioleta waume zao, hebu jipongezeni. Wale wamama mlioleta waume zenu, hebu jipongezeni. Wale wamama walioletwa na waume zao, hebu wapige makofi. Yaani kuna mtu anielewi hata. Rudia babangu. Amen. Nashukuru kwa sababu ni mengi ambayo nimetendewa kwenye madhabahu hii. Ni mengi umetendewa. Mengi nimetendewa siwezi kueleza. Lakini kuna jambo naomba niseme. Kuna kipindi ambao ulikuwa unaonana na mtu hujawahi kwama? Kabisa. Nikianza kitu na malizia. Nimekwambia kuna matendo imefukia. Lakini kaniambia lakini kwa sababu umekuja hapa. Kwa sababu nimekuja hapa, nitaomba. Tutaomba na hakuna kitu ambacho kitakachorudishwa nyuma. Hakuna kitakachokwama. Toka kipindi kile nikianzisha jambo na maliza. Unaanza jambo na maliza. Leo nakataa roho ya kuishia njiani. Ninakutamkia utaanza jambo na litamalizika. Angalia mtu, nataka utaanza jambo na litamalizika. Utaanza ujenzi na itakwama itaisha. Utaanzisha jambo na litaisha. Utaanza kitu na kitaisha. Ninakataa roho ya kuishia njiani. Hebu mpe Yesu makofi, sema nakataa kuishia njiani. Lakini kuna miradi ambayo niliweza kukabidhiwa na serikali kwa ajili ya kuweza kusimamia. Tumeongea na watu wengine wakanirusha, lakini nikaumia moyo, lakini Mungu si ajabu. Nilifika mahali siku moja wakasema kuna watu wana mambo makubwa yaliyokuwa njiani. Mimi nimesema ndio. Kuna watu wana mambo makubwa ambayo yamekuwa njiani. Ukweli sijaamini, tulipofanya maombi nikatoa sadaka, zile miradi zilikwenda kwa haraka. Kila kitu chepesi. Ninatamka mambo yako yaende kwa haraka. Ninatamka spidi zako ziongezeke. Ninatamka Bwana akupe spidi ambayo hakuna atakayezuia. Ninatamka Bwana akuongezee spidi. Mwisho kama sio na mwishoni, uliwahi kusema kwamba natamani kila aliyefika hapa siku moja naye afungue geti lake, mtu akija anagonga. Nimesema? Sasa nimeomba mengi, umenijibu moja. Umetupendea wengi, mimi nimerudi. Japo mengi bado, ila natambua thamani ya hili moja ulilonitenda. Baada ya hapo yangu akaniambia nataka tukaanze ujenzi na sitoe na ukuta. Tena ukuta. Nikamwambia kwa sababu nishatamkiwaga kwamba hakuna kitakachokwama. Hakuna kitakachokwama. Hatutasimama. Ukuta unakuja. Hatutasimama. Na geti litakuwepo. Kila kitu. Ninakutamkia nyumbani kwako kubadilike. Ninakutamkia nyumbani kwako kutakuwa na geti na unafungua. Ninakutamkia kuna kitu kinakuja. Natamka kabla mwaka hujaisha nyumbani kwako jambo la baraka litokee. Neno la Mungu ni moto, likaleta vitu vya baraka. Mwisho ukaja ukaniambia siku moja Mungu atajibu maombi wakati ukifika. Leo mke wangu namshukuru Mungu ni mjamzito na naamini Mungu ni mjamzito. Ndio mtumishi. Kwa miaka mingapi? Tulikaa sana kwenye ndoa. Muda gani? Miaka 7 kama 7. Unahangaika kutafuta mtoto? Ndio. Dada, unakumbuka nilichokuwa nakwambia? Ndio. Mara ya mwisho nikakwambia ukaniambia usiogope, mwakani lazima utapakata. Nikakwambia hapa, nilikuita siku moja hapa nikakwambia bado. Unakumbuka? Nikakwambia bado. Ananiambia bado, nikakwambia ndio. Nikakwambia lakini mbona mimi naona tayari? Ndio. Mbona? Tayari. Mbona? Tayari. Bwana nimerudi tena. Yesu, kwa miaka 7. Na
Uliteseka sana. ilifika mahali mpaka unajiuliza ni nini? Ni kweli maana. Na ulisemwa Sana. usilie basi, si Bwana amekutendea jambo la baraka. Dada huyu alirudi na nampenda, alihudhuria ibada kwa moyo wake wote na hakuwa na yumba. Walipofika na mume wake, tena mara ya kwanza nikamwambia nenda kaniletea mume wako. Hivi nilikuwa hivyo Nikamwita mume wake, nikawaunganisha, bado kifungo kipo. Siku moja nikamwita mamake, nikamwita paka na mamake. Mamako mzazi nimemtuma. Uliniambia nimuite. Akaja, bado namwambia kifungo, bado tunalainisha vifungo. Umefika mahali mpaka nafikiri ukakata tamaa kwamba sijui kama itakuwaje. Leo na mtoto, leo ni mjamzito. Na tabirigi nasema wale waliosema wewe ni tasa, kuna siku wataona unasukuma kitambi. Amen. Yanatimia. Yanatimia. Na umefanya vizuri kuja, kwa sababu naona ina vita tumboni. Namuona mtu mmoja aliyekuambia unaenda kwenye maombi kwa ajili ya nini? Unaenda kwenye maombi, mbona basi hamjibiwi? Yaani paka tumekaa kikao. Naona huyu mtu amekwambia unaenda kwenye maombi, mbona basi huo Mungu wa kujibu? Ni kweli. Paka tumekaa kikao. Paka mmekaa kikao. Kwa nini mmekaa kikao? Kwa sababu ya neno aliloniambia. Alikwambia? Aliniambia mbona unaenda hiyo maombi na ujibiwi? Kumbe nilikuwa tu mjamzito, sikujijua. Walitukania madhabahu. Wote waliokutukania madhabahu, wote watakwenda kujuta. Narudia, wote waliokutukania Mungu wangu watakwenda kujuta na kuza. Sijui kama kuna watu watatu wangepokea unabii huo. Yeyote aliyekuchekea Mungu wako, huyo Mungu anakwenda kujibu double. Sema kila aliyenicheka, akanisema kwa habari ya Mungu wangu, anakwenda kuaibika mchana peupe. Nyosha mikono yako tukasema waibike. Mama alikuambia hivyo kabisa kwa masikio yangu. Hatujaongea mimi na wewe. Sijakuambia. Maana huyo mtu alikuwa anakukeje kabisa. Ukamjibu, uliumia. Nililia, nikamwambia Mungu, ona mtumishi wako anatukana, ona madhabahu yako inadhalilika, hebu nifanyie na mimi jambo jipya, washangaze maadui. Kweli nimekaa tu wiki 3 nikaanza kujisikia vibaya. Kaanza kujisikia? Kwenda kupima nakuta nina mimba. Kumbe unatisha hivi, kumbe una nguvu hivi, Yesu unatisha hivi, Yesu. Yesu ni mzuri. Mzuri wewe, mzuri wewe, Yesu wewe, mzuri wewe, mzuri wewe, mzuri wewe, Yesu wewe, mzuri wewe, Mzuri wewe, Iliniumiza sana. Baada ya hapo tukamfuata na mama, niko na baba mzazi. Mama aliongea kwa machungu, lakini baadaye nilimwambia msamehe. Kile kitendo cha kumwambia, kumbe tayari Mungu ameshakwisha kumjibu. Yaani wakati anakuja kumkeje, kumbe ajui Mungu alishatenda.
mama kujua mimba ilikuwa tayari tumboni. tayari. Amen. Mara ya mwisho nilimwita dada amekaa hapa. Tena nikamuita hapa. Nikamwambia mwanangu bado? Mbia bado. Nikamwambia lakini mbona sioni kinachozuia? Mimi kifungwa ninakata. Inakuja. Maana kwenye ulimwengu wa roho naona njia kilia. Maana matatizo yetu yanaanza kwenye ulimwengu wa nini jamani? Ya roho. Kumbe nimeshafungua njia. Wanaropoka, mbona hamna? Kumbe hawajui Bwana amepita mlango wa uani na mimba imeshaingia. Nataka niseme wanaosema bado hujashinda, nataka niwatangazie Mungu wetu ameshapita mlango mwingine, tumeshafanikiwa. Nani ametenda mwanangu? Ni Mungu. Sema Yesu. Yesu. Utamwacha Yesu? Hapana. Hapana. Miaka 7. Baba, mimi nikupe biga hapo. Hongera kwa kumpenda mama, kwa kumjali, kwa kuwa karibu naye, kwa kutomkatia tamaa. Kuna kilipu huwa nikiangalia kwenye ya maombezi nilifanya hapa na kuonaga ukinisaidia kubeba watu. Hiyo kilipu unaipenda sana. Na kuona ulikuwa siku mwenyewe ibadani, niliona unajaribu kujitolea kufanya huduma. Sasa leo hawa watoto ni wa madhabahu ya Alfa na Omega. Amina. Una vita mwanangu na hii mimba. Wananena maneno mabaya kwamba kwanza wameshtuka. Adui zako kwanza wameshtuka. Yaani matumbo joto. Hiyo ni kweli. Wameshtuka. Kabisa. Wanaumwa. Ni kweli. Na wanapambana kuisemea mimba hii kwamba wanasema hata hii ni mimba au ni ndoto, maana mitego yao yameteguka. Sasa umefanya vizuri kuja hapa. Mimi nataka nikawekea ulinzi. Kila neno na kila komboro watakalotamka niwarudie mara 7. Sema basi fire. Ina vita tumboni naiona. Inatishika, wanatishia, wanamshtua mtoto, wanapambana na mtoto, lakini hawataweza. Lile neno ambalo limeweka mimba tumboni, hilo neno litasimama mpaka mtoto atazaliwa. Nyosha mikono huko. Sema wachawi wafe. Wachawi wafe. Sema wafe wasife. Wafe. Wafe wasife. Wafe. Nyosha mikono uliko tukasema fire. Fire. Yote anayeniandama. Yote anayeniandama. Ateketee. Ateketee. Afe. 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 Kwa jina la Yesu.